Yusra, msalimie na baba yako. Yusra. Yusra baba. Yusra mama. Mbona baba yako? Usiniache mwanangu, usiniache. Mimi naitwa Farida Hamisi Hasani, kiongozi. Ilikuwa asubuhi, muda wa saa 12 nikawaamsha. Unaenda shule. Binti akaniambia shangazi siendi unanitorokaga, ndio kutoroka ninaenda Kahama. Nikamwambia mwanangu siendi nipo. Shangazi wewe amna. Nikamwambia mwanangu nenda, nikambembeza mpaka saa 1. Kweli akawa amekubali akawa ameenda shuleni. Mimi nikawa nimetoka na mimi nikaenda kwenye maji ni kule chini ndani. Nikawa nimerudi. Nikapika chai, naweza kunywa chai nikamwita mdogo wangu ambaye ni babake mdogo. Ambaye Ramadhani mdogo wangu John chukue mikasha naenda Kahama. Akawa amenijia Ramadhani. Baada ya kunijia alipofika mama akasema leo mbona moyo wangu mimi umesita? Mbona mjukuu wangu haji? Nikamwambia mama atakuja tu. Mbona wengine wote wamepita yeye hapiti? Mama atakuja tu. Mama moyo kwa amegoma. Mimi nikawa nimefungasha begi langu nikawa nimeondoka na mdogo wangu. Nimefika mjini kwa mama mkubwa maeneo ya Ng'ambo. Nikasema hamna nimpigie mama. Sio vyema kumwacha mzee ananungunika mtoto hamuoni. Nikaweka salio nikampigia mama. Nimempigia mama nikamuuliza mama, "Vipi?" Mama analia. "Njooni mtoto wenu amenyongwa, sijui amebakwa, sijui amefanyeje, ametupiwa mshimoni." Mama analia. Ndio nikachukua pikipiki nikarudi. Sasa ukishangaa mimi kinachonishangaza ni peupe mno. Peupe mno. Unyanyasaji gani huu? Jambo gani kama hili kweli? Peupe mchana peupe. Inauma. Afu hamna mazingira ya watu. Inaumiza, yani inauma. Mchana peupe ina maana kulikuwa hakuna hata watu wanayepita. Na magari hapa sio mara kwa mara yanapita. Wanagonga mawe karibu jamani. Wanagonga mawe kule mlimani. Walikuwa waliona hili tukio? I say inaniuma. Inaumiza. Ilikuwa hivi. Nimetoka shule. Nimeenda pale nimekuta viatu na daftari moja. Nikasema sijui begi lake liko wapi, nikaamua nimtafute nikamkosa. Nikaamua niende nyumbani, bibi akaniuliza hivi, yuko wapi? Nikamwambia sijui. Mimi nimekuta tu viatu na daftari moja. Akasema tukamtafute. Bibi akapita huko kwenye mawe, mimi nikapita huku. Ndio kuja kuangalia kwenye shimo yundo nikamkuta humo. Mimi naitwa Biloe Breka Kirongozi. Mtoto huyu ni mjukuu wangu kwa maana ya mjukuu wa binamu yangu. Leo nimepata taarifa kwamba ameuawa muda wa saa 7 saa 8 hivi nikiwa kazini. Ni kwamba taarifa nilizonazo alienda asubuhi shuleni, lakini baadaye akachelewa kurudi. Bibi anayemlea akawa na mashaka, akaja kwangu kwa sababu huyo ni mtoto wa kakaangu ana mji wake na mimi na mji wangu. Kwa hiyo bibi mtu akaja kwa mke wangu akamwambia, mjukuu wako mbona simuoni kachelewa? Kwa hiyo walianza kufuatilia. Katika kufuatilia ndipo waliendelea kutafuta na polini tumu na nini, wanaulizia watu kama wamemwona huyu mtoto. Lakini yule mdogo wake, yani dada yake na marehemu huyu ambaye naye sasa alikuwa anatoka shule saa 7 saa 8 ndio aliyekuja akabaini kwamba mdogo wake hajafika nyumbani na watu wanaendelea kumtafuta, naye akashirikiana na familia sasa kumtafuta mdogo wake. Ndio alipofika hapa akamta bibi yake kwamba bibi ndio. Sasa kuna watu wengine ambao walikuwa wanafanya shughuli zao huko, ndio wakateremka na yule bibi, kwa sababu yule bibi wa marehemu huyu alikuwa anaenda anaulizia watu ambao walikuwa kwenye shughuli zao. Kwa hiyo huyu mtoto alipopiga kelele bibi njoo, ndipo watu walipoteremka sasa kuja na tukaanza kutoa taarifa kwa njia mbalimbali ya simu na watu kututambazia taarifa. Lakini kiukweli huyu mtoto mara ya mwisho mimi nimemwona jana akiwa mzima kabisa. Lakini mimi ninachodhani kabisa ukweli ni kwamba jambo hili linahusisha imani za kishirikina. Kwa nini nasema linahusisha imani za kishirikina? Mazingira ya tukio lenyewe likofanyika, angalia, hii ni barabara kubwa sana inaunganisha vijiji. Na hii ni barabara kubwa, nyumba hizo hapo. Maana yake huyu mtu alikuwa anafanya kazi, anafanya jukumu lake la kuua la kufanyaje, huku akiamini kwamba labda haonekani pengine. Kama sio imani za kishirikina, huyu mtu hakuwa na akili timamu kabisa. Tena sio yani mwehu. Imagine hapa barabara hii, barabara ile watu wengi kiasi.
Kama si mwehu basi ni mtu mwenye imani, anaamini kabisa kwamba mimi hapa kwa dawa nilizonazo au nini, watu hawawezi kuniona wala hawawezi kunisikia. Kuhusu hizi imani za kishirikina zimezidi, zimekisiri. Hapa tu mtaa huu ndugu, kuna waganga kama 6 hivi 7, kama yani kwa uchache haraka kama 6 7. Tunaambiwa wamesajiliwa na serikali na nini. Sasa huko siwezi kuingia ndani sana, lakini kiukweli imagine mtaa huu mtakuja nyumba hata 100 hazifiki, lakini kuna waganga 6. Jina naitwa Peter Simon Kapaya, kazi wa kata ya Malolo. Kwanza ni tukio la kusikitisha, lakini pia kwa waliotenda ni tukio la fedheha. Na kwa kitendo hiki ambacho kimefanyika, inawezekana kama kina sura mbili. Aidha ni katika namna tu ya kubaka kwa sababu mtu amefikiria kubaka tu. Aidha ni namna ya kubaka kwa sababu ya imani za ushirikina. Mimi nitakuwa na shauri serikali inapowakamata watu kama hawa au kukiwa kuna viashiria vya watu kama hawa, basi ichukue hatua kali za kisheria. Wafikishwe kwenye vyombo vya sheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Kwa majina naitwa Joali Yusufu. Kwa sisi wa mama limetuumiza sana. Linaumiza. Kwanza mtoto ni mdogo, alikuwa anatoka shule, anarudi nyumbani. Sasa huyu aliyemfanyia hivi, jamani, hana hata imani, hamuogopi hata Mwenyezi Mungu. Serikali naomba watusaidie. Kwa sababu gani? Sisi huku huwezi kumchunga mtoto, unampeleka shule na kumwendea. Kwa sababu gani? Watoto wanakuwa ni wengi, wanarudi pamoja. Sasa sijajua ilikuwa ni mida gani. Maana kama darasa la kwanza wanatoka ni mida ya saa 5, anarudi nyumbani. Sasa kupata ule muda kabisa sahihi sijajua sasa. Yaani kwa sisi wa mama limetuumiza sana. Limetuuma. Ombi letu sisi labda ingepata ulinzi shirikishi. Watulindie watoto wetu. Kwa sababu gani? Watoto wanapokuwa naenda shule, tunajua kuna ulinzi zaidi. Hata wanapotoka kule shuleni, hapa katikati wanaporudi nyumbani, ndio wanakutana na changamoto hiyo. Yaani watusaidie, lau hata wakamate hao wanaofanya matukio haya. Juzi kati ilikuwa kata ya Chang'ombe, sasa wamehamia na huko mtakuja. Walikuwa wamejisaulisha tu, wamehamia na huko kwetu mtakuja. Tunaomba serikali tusaidie. Majina yangu naitwa Beatrice Katatula, ni mkazi wa maeneo haya. Matukio haya yani yamezidi. Miezi kadhaa nyuma ulikuwa ni mtaa wa kule juu, lakini leo ni huku na hakuna chochote kinachoendelea. Sana wenyeji hawatoi ushirikiano. Kwa hiyo hali hii imekuwa ni mbaya, tunaogopa. Sisi tuna watoto wadogo, hatuwezi kwenda nao kila mahali, hatuwezi kuwapata shuleni, hatuwezi kuwapeleka shuleni. Kwa hiyo yani tunashindwa, yani kiukweli mimi ningeweza kuhamia sehemu nyingine. Lakini hapa sisikii tena kuishi kwa kweli. Naitwa Miss Ibrahim Saidi. Ni mwenyekiti wa mtaa Mtakuja, kata ya Malolo. Tukio hili bwana limetokea kwenye muda wa saa 9. Nipigiwa simu. Bwana kuna mtoto amebakwa. Nikaona sawa, ngoja na mimi niende. Nikawa nimetoka nyumbani nimekuja mpaka hapa. Na ni kweli kabisa nimekuta mtoto amebakwa, lakini mtoto huyo ni mwanafunzi wa shule yetu hapa Mwawiti. Ndio hivyo tukio limetokea. Lakini hapa hatuna uthibitisho kwa sababu wenye kusema kabakwa sio sisi. Kafanywaje sio sisi. Kwa sababu sisi tunakisia tu kwamba kabakwa lakini hatujaona. Kwa hiyo ndio hivyo. Lakini wanaposema kwamba mtoto amebakwa, lakini hatujapata ushuhuda kamili kama ni kweli kabakwa au kanyongwa kafanyaje tu. Bado hatujachukua hatua mpaka sasa hivi, ila cha kwanza kabisa lazima sisi tuwaita askari wetu wa kata, na tumefanya hivyo. Wameshafika hapa, wameshafika kwa ajili ya jukumu la kubeba mwili kupeleka mochwari na uchunguzi mwingine uendelee. Kazi wa hapa jamani, wanatakiwa wasifanye vitendo vibaya kama hivi. Kwa kweli huyu mtoto sidhani kama anafikisha hata miaka 10. Watu wanafanya ujinga kama huu. Huu kwa kweli ni ujinga. Sielewi labda ni madawa au ni nini, sielewi kwa wanafanya vitendo kama hivi. Kwa tunaombeni mniache serikali ifanye kazi kwa maslahi ya wana Malolo wote.
Hatuwezi kuwa tunakumbatia mtu mmoja, watu wengi wanaumia. Hili ni tukio baya. Kwa mimi naombeni msije mkatulaumu. Sisi kwenye swala kama hili hatuko tayari. Jamani, mimi binafsi siko tayari kwenye hili, tunaona wabaya. Na nasema kwenye hili tukio, hawa watu mimi na imani watakamatwa. Kwa sababu kama tukio mchana huu, jua la saa 7 hii saa 8, tukio kama hapa watu wanavunja mawe kule, nyumba zimezunguka. Nina imani huyu mtu atafanyaje? Atakamatwa. Tunaiamini serikali yetu na tunaenda kufanya kazi. Tusije kulaumiana.